Bermuda Triangle au pembe tatu ya Bermuda, inayojulikana pia kama pembe tatu ya Shetani, ni eneo la bahari katika sehemu ya Atlantic ya kaskazini ambalo limehusishwa na matukio mengi yasiyoeleweka ya kupotea kwa meli, ndege na watu. Eneo hili linafikia takriban maili za mraba 500 na linazunguka pembe tatu kati ya Miami, Marekani, Bermuda na Puerto Rico. Licha ya hadithi nyingi zinazohusiana na eneo hili, hakuna mipaka rasmi inayotambulikana na taasisi za baharini au kisayansi. Hata hivyo, tangu karne ya 20, eneo hili limepata sifa ya kuwa hatari kutokana na ripoti za ajali za baharini na angani. Eneo hili lina sehemu ya kina kikubwa kinachojulikana kama mfereji wa Puerto Rico, ambacho kina hicho kina zaidi ya mita 8300 chini ya usawa wa bahari. Maji haya marefu yanaweza kuficha mabaki ya meli na ndege zilizozama, jambo ambalo linaweza kueleza kwa nini meli nyingi na ndege nyingi hazijapatikana tangu wakati wa ajali. Bahari ya Caribbean na Atlantic ya kaskazini zinajulikana kwa hali mbaya ya hewa inayoweza kubadilika ghafla. Kimbunga, dhoruba kali na upepo mkali unaweza kusababisha ajali za baharini na angani. Gulf Stream, mkondo wenye nguvu wa bahari, hupita katikati ya pembe tatu ya Bermuda. Mkondo huu unaweza kuathiri meli kwa kusababisha mwelekeo usio wa kawaida na hata kufunika haraka mabaki ya ajali. Mawimbi makubwa yasiyo ya kawaida, rogue waves, yenye urefu wa zaidi ya mita 30 yameripotiwa kutokea, ambayo yanaweza kusababisha meli kuzama ghafla. Wataalamu wengine wamependekeza kuwa eneo hili lina usumbufu wa sumaku unaoweza kuathiri dira za urambazaji. Hata hivyo, shirika la kitaifa la hali ya hewa na bahari la Marekani lilisema kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi kuthibitisha hilo. Tafiti zinaonyesha kuwa kuna uwezekano wa kuwepo kwa mfumuko wa methane chini ya bahari, ambapo ukipasuka unaweza kusababisha gesi kutoka kwa wingi na kufanya maji kupoteza msongamano wake, hivyo kusababisha meli kuzama kwa ghafla. Wanasayansi wamependekeza kuwa vipindi vya mvuto wa angahewa vinaweza kusababisha ndege kupoteza udhibiti au kushindwa kutuma ishara za dharura. Katika historia, baadhi ya meli na ndege zilizopotea zilikuwa na matatizo ya kiufundi kabla ya kuingia katika eneo la Bermuda. Pamoja na hadithi nyingi zinazohusiana na eneo hilo, data rasmi inaonyesha kuwa idadi ya ajali zinazotokea kwenye pembe tatu ya Bermuda si nyingi zaidi ya maeneo mengine ya baharini yenye shughuli nyingi. Wataalamu wengi wanaamini kuwa sifa za eneo hili zilikuwa na vyombo vya habari pamoja na hadithi za watu. Mpaka leo, pembe tatu ya Bermuda au Bermuda Triangle bado ni eneo lenye utata, na ingawa wanasayansi wana maelezo ya kisayansi kuhusu matukio yake, bado kuna watu wanaoamini kuwa kuna kitu kisicho cha kawaida kinachotokea hapo. Baadhi ya visa ambavyo vimeripotiwa kutokea katika Bermuda Triangle ni pamoja na moja, kisa cha Flight 19 cha mwaka 1945 kutoweka kwa kikosi cha ndege cha kijeshi. Mnamo tarehe 5 Desemba mwaka 1945, msafara wa ndege 5 za kivita za Marekani TBM Avenger Torpedo Bombers ulipotea katika eneo la Bermuda Triangle wakati wa mazoezi ya kawaida ya kijeshi. Hili ni moja ya matukio maarufu zaidi yaliyohusishwa na fumbo la eneo hili, kwani hadi leo mabaki ya ndege hizo hazijawahi kupatikana. Flight 19 ilikuwa msafara wa ndege 5 zilizoruka kutoka Fort Lauderdale, Florida kwa ajili ya mazoezi ya kurusha mabomu katika bahari ya Atlantic. Ndege hizo ziliongozwa na Lieutenant Charles Taylor, rubani mwenye uzoefu wa kivita kutoka vita vya pili vya dunia. Ndege zilipangiwa kuruka kuelekea mashariki kwa dakika 56, kisha zigeuke kuelekea kaskazini kwa dakika 73, mwisho zirudi Fort Lauderdale kwa dakika 75. Hili lilikuwa zoezi la kawaida ambalo rubani yeyote mwenye uzoefu aliweza kulitekeleza bila matatizo. Dakika chache baada ya ndege kufika kwenye eneo la mazoezi, marubani walianza kuripoti matatizo kwenye mawasiliano ya redio. Dalili zilionyesha kuwa dira za ndege zote zilikuwa zinashindwa kufanya kazi, jambo lililowafanya marubani kupoteza mwelekeo. Muda mfupi baada ya taarifa hizo, jeshi la wanamaji la Marekani lilipeleka ndege ya uokoaji aina ya PBM Mariner kuwasaka Flight 19. Lakini cha kushangaza, ndani ya dakika 20 tu baada ya kupaa, ndege ya uokoaji yenyewe ilitoweka pamoja na marubani wake 13. Mashuhuda waliokuwa baharini waliripoti kuona mlipuko mkubwa angani, na inadhaniwa ndege hiyo ililipuka, lakini mabaki yake hayakupatikana kamwe. Baada ya uchunguzi wa miezi mingi,
Jeshi la Marekani lilitoa ripoti isiyoeleza sababu kamili ya kupotea kwa Flight 19. Walihitimisha kuwa huenda ndege zilikuwa kwenye Gulf Stream, mkondo wenye nguvu ya bahari ulioweza kuzizamisha haraka. Maelezo mengine yanayoweza kueleza tukio hili ni pamoja na: moja, hitilafu za dira. Ikiwa dira zote zilikuwa zinaonyesha maelekeo yasiyo sahihi, marubani walishindwa kutambua wapi walikuwa wanakwenda. 2, mkanganyiko wa rubani Tyler. Inasemekana kwamba Tyler alidhani wako karibu na visiwa vya Florida, kumbe walikuwa baharini mbali sana na Florida. 3, hali mbaya ya hewa. Mawingu mazito na mawimbi makubwa yanaweza kuwa yalizidisha hali mbaya ya urambazaji. Kisa cha pili ni kisa cha USS Cyclops cha mwaka 1918, meli kubwa iliyoangamia bila kuacha alama au dalili yoyote. Mnamo March mwaka 1918, meli ya kijeshi ya Marekani USS Cyclops iliyokuwa na zaidi ya watu 306 ndani yake ilitoweka katika eneo la Bermuda bila kuacha ishara yoyote. Hili linabakia kuwa tukio kubwa zaidi la kupotea kwa meli moja katika historia ya Marekani isiyo ya kivita. Mpaka leo hakuna mabaki ya meli hiyo yaliyopatikana na sababu halisi ya kupotea kwake inasalia kuwa fumbo. USS Cyclops ilikuwa meli kubwa ya mizigo ya jeshi la wanamaji la Marekani iliyotumiwa kubeba makaa na madini ya chuma kwa matumizi ya kijeshi. Ilikuwa ndefu futi 542 na ilikuwa na uwezo wa kubeba zaidi ya tani 10,000 za mizigo. Mnamo Februari 8 mwaka 1918, USS Cyclops iliondoka Norfolk, Virginia kuelekea Brazil kupeleka madini ya manganese kwa ajili ya utengenezaji wa silaha. Ilifika salama Brazil na kupakia madini zaidi, kisha ikaondoka Februari 22 kuelekea Baltimore, Marekani, lakini haikuwasili kamwe. Mara ya mwisho iliripotiwa March 4 mwaka 1918 ikiwa karibu na kisiwa cha Barbados, na baada ya hapo ikapotea kabisa. Wakati huo vita vya kwanza vya dunia vilikuwa vinaendelea na kulikuwa na hofu kuwa huenda meli ilizama kutokana na shambulio la manowari za Kijerumani U-boats. Hata hivyo, hakuna rekodi yoyote ya Kijerumani inayoonyesha kuwa USS Cyclops ilishambuliwa. Sababu zingine zinazoelezwa kuwezekana kutoweka kwa meli hiyo ni pamoja na meli hiyo ilibeba madini ya manganese yaliyokuwa mazito kuliko kiwango kilichopendekezwa. Kuna uwezekano kuwa uzito huo uliifanya iwe na uzito usio sawa, na katika bahari yenye dhoruba ingeweza kupinduka na kuzama haraka. 3, kabla ya kupotea, meli hii iliripotiwa kuwa na matatizo kwenye moja ya injini zake, jambo ambalo lilimaanisha kuwa ingetembea kwa kasi ndogo. Hii ingeiweka kwenye hatari zaidi ikiwa hali ya hewa ilikuwa mbaya. 4, ripoti za kihistoria zinaonyesha kuwa wakati wa safari ya USS Cyclops kulikuwa na dhoruba kali kwenye bahari ya Atlantic. Ikiwa kweli ilikutana na mawimbi makubwa na upepo mkali, kuna uwezekano kuwa ilizama haraka sana kabla ya kutuma ishara ya hatari. Mafumbo kuu yanayozunguka kutoweka kwa USS Cyclops ni pamoja na: 1, hakuna wito wa dharura wowote. Ikiwa meli ilizama kwa kawaida, ingetarajiwa kuwa mabaharia wake wangetuma ishara ya hatari SOS, lakini hakuna ujumbe wowote uliopokelewa. 2, hakuna mabaki yaliyopatikana kamwe. Kwa kawaida, ikiwa meli kubwa kama Cyclops ingezama, mabaki kama mbao, vyombo au vifaa vingepatikana baharini, lakini hakuna kitu hata kimoja kilichowahi kupatikana mpaka wakati huu. Meli nyingine za familia moja zilizopotea. USS Cyclops ilikuwa meli ya daraja la Proteus, na meli zingine 2 za daraja hilo, USS Proteus na USS Nereus, zilipotea miaka ya baadaye katika eneo hilo hilo kwa njia kama hiyo. Kisa kingine cha ajali katika Bermuda Triangle ni kisa cha Star Tiger cha mwaka 1948, ndege iliyoangamia bila mabaki. Mnamo Januari 30 mwaka 1948, ndege ya abiria ya British South American Airways BSAA inayojulikana kama Star Tiger ilitoweka ghafla wakati wa safari kutoka Azores hadi Bermuda. Hadi leo, mabaki yake hajawahi kupatikana na hakuna maelezo ya kina kuhusu kilichosababisha kutoweka kwake. Ndege hii aina ya Tudor 4 ilikuwa imebeba watu 25, abiria 6 na wahudumu 19, na iliruka kutoka Santa Maria, Azores kuelekea Bermuda. Januari 28 mwaka 1948, Star Tiger iliondoka England kuelekea Azores. Januari 29 mwaka 1948,
Star Tiger iliwasili salama Santa Maria, Azores kwa mapumziko. Iliondoka Azores tarehe 30 Januari mwaka 1948 ikielekea Bermuda, safari ya mwisho ambayo iligeuka kuwa fumbo lisilowahi kutatuliwa. Wakati ndege hii ilikuwa karibu kufika Bermuda, ilituma ujumbe kwa kituo cha udhibiti wa safari za anga cha Kindlefield, Bermuda, ikidhibitisha kuwa kila kitu kilikuwa shwari. Ilikadiriwa kuwa wakati ndege hii ilikuwa karibu kufika Bermuda, ilituma ujumbe kwa kituo cha udhibiti wa safari za anga cha Kindlefield, Bermuda, ikidhibitisha kuwa kila kitu kilikuwa shwari. Ilikadiriwa kuwa ingeruka kwa muda wa saa moja zaidi kabla ya kutua. Dakika chache baadaye, mawasiliano yalikatika ghafla na ndege haikuwasili tena. Mara baada ya ndege kutoweka, jeshi la anga la Marekani lilianzisha msako mkubwa baharini na angani. Meli na ndege kadhaa zilichunguza eneo lote la Atlantic, lakini hazikupata mabaki yoyote. Hakuna dalili za milipuko au dharura yote zilionekana. Hakuna hata sehemu moja ya ndege au mabaki ya abiria yalionekana kwenye bahari. Baada ya wiki za utafutaji bila mafanikio, operation ilisitishwa na Star Tiger ikatangazwa kuwa imetoweka kabisa. Nadharia zinazoweza kueleza kutoweka kwa Star Tiger ni pamoja na hali mbaya ya hali ya hewa. Watafiti wanakadiria kuwa Star Tiger ilikuwa ikiruka chini ya mawingu mazito, jambo lililoweza kusababisha hali mbaya ya urambazaji. Ikiwa engine zilipata hitilafu, ndege inaweza kuwa ilitumbukia baharini bila muda wa kutumia ishara ya hatari. 2. Tatizo la mafuta. Inawezekana kuwa ndege hii ilikosa mafuta kwa sababu ya matumizi makubwa kutokana na upepo mkali, jambo linaloweza kuilazimisha itoe baharini. 3. Kasoro za kimuundo. Ripoti ya uchambuzi wa ndege za TUDOR ilionyesha kuwa zilikuwa na matatizo ya muundo yaliyoweza kusababisha uharibifu wakati wa safari ndefu. Ikiwa sehemu muhimu ilishindwa kufanya kazi, ndege ingepoteza udhibiti na kuanguka ghafla. 4. Nguvu zisizoeleweka. Kutokana na ukweli kwamba hakuna hata kipande cha ndege kilichopatikana, baadhi ya watu waliamini kuwa Star Tiger iliingia katika hali isiyoeleweka ya mzunguko wa anga au hata ilichukuliwa na nguvu zisizojulikana, jambo linalowapa nguvu wale wanaoamini katika fumbo la pembe tatu ya Bermuda, yani Bermuda Triangle. Kisa kingine cha ndege kutoweka katika Bermuda Triangle ni kisa cha Star Ariel cha mwaka 1949. Ndege nyingine ya BSAA ilitoweka mwaka mmoja baada ya Star Tiger. Mnamo Januari 17 mwaka 1949, ndege nyingine ya British South American Airways BSAA inayojulikana kama Star Ariel ilitoweka ghafla wakati wa safari kutoka Bermuda hadi Kingston, Jamaica. Kama ilivyokuwa kwa Star Tiger, hakuna mabaki yoyote yaliyopatikana na hadi leo kutoweka kwake kunabaki kuwa fumbo lisilotatuliwa. Ndege hii aina ya TUDOR ilikuwa imebeba watu 20, abiria 7 na wahudumu 13. Asubuhi ya Januari 17 mwaka 1949, Star Ariel iliondoka Bermuda ikielekea Kingston, Jamaica. Hali ya hewa ilikuwa nzuri na rubani alisema ataongeza kasi ya safari kwa sababu ya hali hiyo. Baada ya dakika 55 angani, ndege ilituma ujumbe wa kawaida ikiripoti kuwa kila kitu kilikuwa sawa na iko kwenye urefu wa futi 18,000. Ndege ilituma ujumbe kwa kituo cha udhibiti wa Kingston ikisema ilikuwa karibu kufika. Dakika chache baadaye, mawasiliano yalikatika ghafla na ndege hiyo haikuwasili kama ilivyotarajiwa. Jeshi la anga la Marekani na Uingereza lilifanya msako mkubwa wa kutumia meli na ndege. Hakuna mabaki wala ishara yoyote ya ndege hii ilionekana baharini, wala hakuna ripoti ya hali mbaya ya hewa wala mawasiliano ya hatari kutoka kwa rubani. Baada ya wiki kadhaa za utafutaji bila mafanikio, ndege hiyo ilitangaza kuwa imepotea kabisa, ikiimarisha fumbo la pembe tatu ya Bermuda, Bermuda Triangle. Pembe tatu ya Bermuda au Bermuda Triangle imekuwa ikihusishwa na kutoweka kwa meli na ndege kwa njia zisizoeleweka kwa zaidi ya karne moja. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa nguvu zisizokuwa za kawaida, kuna nadharia mbalimbali zinazojaribu kueleza matukio haya. Moja, hali mbaya ya hewa. Eneo la Bermuda Triangle linapatikana kwenye njia ya mafuriko ya ghafla, vimbunga na dhoruba kali zinazoweza kusababisha meli na ndege kuzama kwa haraka. Mawimbi makubwa ya bahari, rogue waves, yenye urefu wa hadi mita 30 yanaweza kuzamisha meli mzima bila kuacha mabaki yoyote. 2. Sumaku ya dunia na hitilafu za urambazaji. Pembe tatu ya Bermuda au Bermuda Triangle ni mojawapo ya maeneo machache duniani ambapo makazi ya sumaku, magnetic declination, ni tofauti sana, ikimaanisha kuwa kompas za urambazaji zinaweza kuonyesha mwelekeo usio sahihi.
Hii inaweza kufanya marubani na manahodha wapoteze mwelekeo na kuingia maeneo yasiyo na msaada. 3. Gesi ya methane kutoka chini ya bahari. Tafiti zimeonyesha kuwa kuna uwezekano wa milipuko ya gesi ya methane kutoka sakafu ya bahari ambayo inaweza kusababisha meli kuzama ghafla kwa kupunguza msongamano wa maji, pia kusababisha milipuko angani ikiwa ndege itapita eneo lenye methane nyingi. 4. Mzunguko wa bahari yani Gulf Stream. Gulf Stream ni mkondo wa maji wenye kasi kubwa unaopita kwenye eneo la pembe tatu ya Bermuda Triangle. Mkondo huu unaweza kubeba mabaki ya meli na ndege haraka, hivyo kufanya iwe vigumu kuyapata. Pia husababisha mabadiliko ghafla ya hali ya hewa na kufanya meli kuanguka katika hali zisizoeleweka. 5. Majaribio ya kijeshi, zone ya mitihani. Baadhi ya nadharia zinadai kuwa eneo hili linatumiwa kwa majaribio ya silaha za kijeshi, hasa karibu na kisiwa cha Andros ambacho kina kituo cha siri cha jeshi la Marekani, AUTEC. Huenda ndege na meli zilizopotea zilishuhudia majaribio hayo na zikafutwa ushahidi wake kabisa. 6. Nadharia za viumbe wa ajabu na sayari nyingine yani aliens. Baadhi ya watu wanaamini kwamba pembe tatu ya Bermuda au Bermuda Triangle ni lango la viumbe wa angani UFOs wanaoteka meli na ndege kwa majaribio yao. Wengine wanadai kuwa eneo hili lina mlango wa ulimwengu mwingine, portal, unaopeleka viumbe vilivyopotea katika hali isiyoeleweka. Ingawa matukio mengi ya kutoweka kwa meli na ndege yamerekodiwa katika pembe tatu ya Bermuda, watafiti wengi wa kisayansi wanakubaliana kuwa hali ya hewa mbaya, kasoro za urambazaji na mkondo wa bahari wa Gulf Stream ndiyo sababu kuu ya kupotea kwa ndege na meli hizo. Hata hivyo, kwa sababu hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoeleza kila tukio, fumbo la pembe tatu ya Bermuda bado linazua maswali na kuzusha hofu kwa wengi.